Zile mimi sijakutana nazo sana. Ni mahali itakifika uwezo wa Mungu unakuwa juu yangu. Mungu anatumia kama alivyokusudia pale mahali. Lakini kwamba labda kuna zile changamoto, hapana. Haiwezekani labda niseme mimi ninafurahia tu hadi yawe nitakapofika pale, nikikuta pale jinsi walivyo, kwa sababu Mungu amenituma na ameweka kitu ndani. Unajua kitu kikiwa ndani ukikipenda, hautatafuta changamoto. Hautatafuta vikwazo. Hautatafuta hapo sio hujanitengeneza hivi, haujaniweka hivi, au sijara hivi, vitu kama hivyo. Kwa sababu ndani kuna kitu ambacho umependa. Kile kitu umekipenda. Kwa kama umekipenda hata ukiana tu nje hapo wakaambiwa atalinda vyombo vya muziki, unalinda vyombo vya muziki ili mradi injili imhubiriwe. Kwamba hata changamoto. Kwa sababu mimi hata sioni kama ni changamoto kwa sababu ni kitu ambacho nimependa kiko ndani. Okay. Sasa ni mara ya pili kufika Tabora? Ni mara ya tatu. Mara ya tatu. Ni mara ya tatu. Okay. Kwa sisi hapa tunafahamu kama ni mara ya tatu. Mara ya kwanza nilikuja kwenye semina. Mara ya pili tukaja kwenye mkutano mwezi wa 5. Kapiga hapa weekends 2 siku 14. Kaondoka ndio ya awamu ya 3. Je, unaonaje mabadiliko kutoka awamu ya kwanza mpaka hii awamu ya 3? Kiukweli ni matokeo makubwa sana. Awamu ya kwanza nimekuja hapa. Ndio mchungaji ananiambia bado hamjamaliza mwaka tangu umefungua ile kanisa. Nikaja awamu ya pili tukao tumesogea miezi ndio mnamaliza mwaka. Sasa mpaka sasa na baada ya kumaliza ule mkutano niliacha mavuno mengi sana. Na watu waliokoka. Na watu wamezidi kuongezeka tofauti na jinsi nilivyokuwa. Kwa ule mkutano maana ni kwamba uleta matokeo makubwa. Na watu bado wapo wanaendelea, nimewakuta watu wana nguvu zote. Wanaendelea kumtumikia Mungu. Ninaona kuna mabadiliko makubwa sana. Mungu awabariki sana kwa kazi njema mnayofanya. Lakini swali lingine nataka kujua labda kuna nchi yote ambayo umeishi kwenda nje ya Tanzania? Ndio. Nchi ambayo nimeenda nje ya Tanzania ambayo labda nimekutana na changamoto ni nchi moja tu. Nchi ya Kongo. Kongo nimekutana na changamoto ambapo ikana ugumu kidogo, lakini kwa sababu ya uwezo wa Mungu, lakini South Africa nimeenda safi, Zimbabwe, nchi zingine zote hakuna utofauti sana, lakini Kongo ndio nilipopata tofauti. Tofauti. Sawa kabisa. Tunapokwenda kumalizia labda ulikuwa na lipi la kuzungumza juu ya watu wa Tabora, washirika wa mahali hapa na wale wanaotufuatilia kwenye mtandao wetu? Ninakuja kwako nisikiliza hapa kwenye mtandao kwamba kwanza hii semina tuliyokuwa nayo hii imekuwa ni semina ya baraka sana. Imekuwa ni semina ya baraka sana ambayo imemsaidia yule aliyekwenda kusikia. Hata wewe mwenyewe ulikwenda kusikia kwa njia ya mtandao. Nataka nikutie moyo kwamba kuna kitu kipi ambacho Mungu anakiumba kwenye maisha ya mtu ambacho ni utumishi. Kwa mfano tangu nimeanza hapa somo lilikuwa nasema kusimamia maono. Nikazungumza pale kwamba maono, watu wengi wanafikiri maono ni ya mchungaji tu. Maono ni kitu ni kitu ni utumishi wote ambao Mungu ameweka ndani ya mtu. Ndani ya mtu ameweka utumishi. Sasa kwa mfano ndio mwinjilisti ana maono yani anatamani kumtumikia Mungu kwa njia ya uinjilisti. Hasa anapitia vikwazo, vile vikwazo vinamsababisha kumrudisha nyuma. Wakati nafundisha hapo nikaambia watu, hebu kila mtu asimame kwenye nafasi yake. Jinsi anavyotamani, kila anachokiona moyoni, anachotamani moyoni kukifanya kwenye ufahamu wa Mungu, kisimamie hicho ili mpaka kije kionekane kwa watu. Kwa sasa mara nyingi watu wanaishia njia, ndio maana kuta mtu alianza vizuri kuimba, alikuwa mwimbaji mzuri, shauku yake huduma ambayo Mungu ameweka ndani yake ni kuimba, lakini ghafla haonekani yani mwaka wa kwanza wa pili wa tatu nashangaa mtu amesema wewe mbona ulikuwa unaimba vizuri sana, umeishia wapi? Vikwazo vimeinuka umekumbana navyo kaishia hewani. Sasa kitu kinachoweza kukusaidia unayenisikiza kwenye mtandao,
uwe mwimbaji, uwe mwinjilisti, uwe mwalimu, uwe mchungaji, lazima usimamie ile huduma ambayo Mungu ameiweka ndani yako. Na kuisimamia kwake lazima uipende, kwa sababu usipoipenda itafika wakati tuna kabisa kwamba mbona ni mzigo, mbona hii nafanya vitu havileti matokeo na hakuna kinachotokea. Kwa hiyo unaweza ukaichukia huduma wakati haitakiwi uichukie, na kinachoweza kusababisha kwamba mpaka uichukie, kuna vitu ambavyo wamekutengenezea vikuletee kuvunje moyo, vikukatishe tamaa, vikurudishe nyuma. Hakuna kitu ambacho unaweza ukakipata kiwepesi bila kupitia changamoto. Hata wewe mwenyewe hapo unatumika na vyombo hivi, unatumika na mtambo hivi, kuna changamoto ambazo unakutana nazo. Lakini ili tuweze kuona kabisa na huduma yako iweze kupanda, usiangalie zile changamoto, usiangalie vile vikwazo, usiangalie yaani usiangalie jaribu unalopitia. Jaribu ni sehemu ya kukuimarisha wewe. Kwenye mafundisho unayofundisha ina point inasema hivi, jaribu ni vitamini A vya kuimarisha utumishi wako ulioko ndani. Ukimwangalia Ayubu alipitia vitu vingi, lakini alimwacha Mungu. Hakuacha kusudi. Kina Meshaki, Shadraka, Abednego walitupwa mpaka kwenye tanuru la nini? La moto. Haya, juzi tumejifunza, tumemtazama mtumishi wa Mungu Stefano mpaka anapigwa mawe. Nasema Baba, wasamea watu hawajui. Sasa mtu anaanza kunua vita ndindi. Hapana, sisi lazima ukae utulie, usimamie ile nafasi ambayo iko ndani yako. Kama ni mwimbaji, chochea ile uimbaji wako. Ni mhubiri, chochea uhubiri. Yaani kila mtu anasema chochea kile kitu, alafu unakipenda. Ukikipenda utamwona Mungu, alafu utaona kumbe vitu vyepesi tu. Lakini ukianza kuleta mashaka unaanza kulikuta haufikii hata kusudi ambalo umekusudia. Hata kwenye mafanikio ya kawaida, tumesha kawaida. Kwa nini watu hawaachi kufanya kazi? Hawaachi kufanya kazi kwa sababu asipofanya kazi si hali. Akikutana na kikwazo au umekutana na mtaji umeteketea, si ataendelea, atatafuta mtaji mwingine. Ndivyo ilivyo hata kwenye huduma. Huwezi kuacha eti kwa sababu umetia 1 2 3 vitu kama hivyo. Ndio. Ni maneno mazuri kabisa ya mhubiri wetu, mkufunzi wetu ambaye alikuwa akifundisha semina hapa. Nafikiri kama umejaribu kumfuatilia toka semina ilipoanza, lakini pia kama umejaribu kuangalia video hii, kwa haya machache ambayo ameweza kuyatamka, ukiyafuatisha, Mungu anaweza kukutoa mahali pamoja na kukupeleka mahali pengine. Lakini swali la mwisho, labda kwa wale ambao wanahitaji kufuatilia, labda hata utakapotoka mahali hapa, na namna wanaweza kukupata kwenye mitandao ya kijamii, lakini pia labda kuna wale ambao wanapenda huduma yako wakahitaji namna ya kukupata vipi watu kama ndio natumia sana ni Facebook. Ukiingia kwa Facebook andika Tusekereke Kamera, utaona faili ambalo tuko wa mama wawili, niko mimi na rafiki yangu mmoja ni mchungaji wa Kongo. Pale nitafute pale. Ukiona pale sikupatii majibu maana imejaa, ingia tu kwenye Messenger, nitumie tu ujumbe kwamba mtumishi wa Mungu mimi fulani nakutafuta, tuweze kuwasiliana. Lakini pia hata mawasiliano yangu ninajaza sana kwa Facebook. Lakini naweza nikataja hata sasa hivi hapa, ili unayenitazama, unataka kuombewa, unataka ushauri, unataka kitu chochote, utanipata kwa mawasiliano ambayo ni 0788 52 43 18 0788 52 43 18. Andika tu mchungaji Tusekereke Kamendo. Kwa mawasiliano zaidi, ukitaka kupata mtumishi, nafikiri namba za simu ndio hizo. Kama una kitu chochote unahitaji kumuuliza au ushauri wa aina yoyote unahitaji kumuuliza, anahitaji kukupatia, unaweza kumtafuta kwa mawasiliano hayo. Lakini pia tuna mambo mengi tunaendelea kwenye kanisa letu la FPCT Kidatu Mlima Sayuni mahali hapa. Usichoke kutufuatilia, endelea kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii. Lakini kama uko karibu na mazingira haya, unaweza kufika hapa kanisani, utakutana na mchungaji wetu Livingstone Kawa, atakuhudumia kwa viwango vikubwa mno ambavyo Bwana amepanga kukuhudumia. Niseme kwamba tumefika mwisho wa kipindi chetu hiki. Nikutakie siku njema na wakati mwema mpaka hapo tutakapokutana.
tutakutana kwenye wakati mwingine. Mtumishi, Mungu akubariki sana. Amen. Asante.